Uso
katika jina la Yesu aliye tumeomba. Nasema hivi katika jina la Yesu aliye tumeomba. Nikisema hivyo naitikia amen. Nasema katika jina la Yesu aliye tumeomba. Katika jina la Yesu aliye tumeomba. Ndio mbele yako hakuna nafasi. Kama mbele yako kuna nafasi, tafuta kitendele sio. Jambo la dakika chache, utii ni bora kuliko dhabihu. Watu wa Mungu, kama unaona mbele kuna nafasi, unasogea unakuja wakae Mungu. Ni jambo la dakika moja, watu wa Mungu. Naona bado kuna space, alafu bado watu, kama kuna nafasi mbele yako na kuomba, sogea. Shabila mahali ya basi. Mwangalie jirani yako. Geukia jirani wako, mshike. Mshike tu mkono usimwachie. Mwangalie jirani yako. Hapa tuongozi na kipande cha mtu jina. Roho Mtakatifu amechukua nafasi kwenye ibada. Wengine tulishaacha kujimilikisha ibada. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayemiliki ibada. Sio chochote ambacho anatuambia watu tunafuru nacho. Utakuona ibada ni ngumu, andaa notes alafu mweke Roho Mtakatifu pembeni. Dakika 10 ni nyingi sana. Utasikia umechoka kuliko kawaida. Lakini Roho Mtakatifu ukimruhusu atembee nawe kwenye ibada,
masaa 4 unaweza ukahisi kama ni dakika 2. I know Mungu amenipa neema kidogo, naweza kusimama kwenye ibada na kufundisha masaa 6 na 8 stop. So naelewa umuhimu wa Roho Mtakatifu katikati ya ibada, maana yake nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo ukikaa kwenye kanisa, hichi ndio kinachotofautisha kati ya kanisa na baa. Kwa sababu huko ndani watu wana upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa dakika moja natamani muombe mwenzako. Nisikilize nikwambie, wengi hapa ni wadogo zangu kiumri. So nikwambia omba, maana yake nakwambia omba. Kuna baadhi ya vitu nikimwangalia mtu nakuja kuelewa kwamba kuna baadhi ya vitu mtu akiwa anafanya, namwambia hivi kwamba hivi ambapo this time unavifanya nilikuwa nafanya nikiwa na miaka 22. So nikwambia omba, wewe unaelewa nini maana ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hakuna mtu ambaye ni smart kuliko Jesus. Na nielewa ninachozungumza. Jesus is the smartest guy more than any guy. So nikwambia omba, please omba. Liko wingu ambalo linawasaidia watu. Ila Mungu anahitaji moyo wako. Mungu anahitaji moyo wangu, Mungu anahitaji moyo wako. Haleluya. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mama ambaye anaingia leba, uchungu umemshika sawa sawa. Alafu anasema daktari, unajua ukipenda unaweza kunizalisha. Ikifika saa uchungu umemshika kisawa sawa. Mandela huwa anatupa huko. Kwani anatufanya masiara, mtoto anaweza akafa tumboni mwake au anaweza akafa yeye. Kwa nini watu kwenye ibada, please jiachilie kwa Mungu. Kuna mahali ambapo Jordan iko mbele. Yoshua anamsubiri Mungu na Mungu anamsubiri Yoshua. Yoshua anamsubiri Mungu na Mungu anamsubiri Yoshua. Nisikilize nikwambie, it's a time to take an eagle. The ground is not your place. The ground is not your place. Maisha yako ya kwao. Alikaposa kataya. Merosa kataya. Somesha yako. Somesha yako.
yamemuumiza kiasi ambacho hata vitu vya ibada ni kama amezila ndani yake. Anaenda ibadani ni basi tu. Wherever you are, ninaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu zisikushukie, zikushukee, zikushukee. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante, 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 asante. Huo moyo unagangwa, huo moyo unaponywa. Hauwezi kaja ibadani ama ukatoka hivi. Ninaruhusu hizo nguvu za Roho Mtakatifu zikamate huo moyo right now. Peluna na kausha Yesu mekapaya Mandarabakasia. Asante Roho Bwana. Naona vijana wa kike na wa kiume, ndani yao tunaiko watano. Naona wako kwenye matope mahali, wanajua kuona kitu cha Mungu kinasonga mbele. Like
Wamebakiwa wawili kwenye hicho kitu, wanakiwa kutamani kwenda mbele, wanakiwa na kiwa watu waendelee kukuona. Nyosha mikono yako juu. Wenye kiu wananyosha mikono iliyonyooka. Wenye kiu wananyosha mikono iliyonyooka. Wenye kiu wananyosha mikono iliyonyooka. My God. My God. Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu unaanzia pale. Unapita kitu kwa kitu. 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 Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kuna wengine wameshaanza kukamata hiyo kitu. Wameanza kukamata hiyo kitu. Yesu kwa moyo wako. Moyo wako. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto, 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 moto. Moto, moto. Wanasema moto kwenye mikono yao. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Akabusha. Alikaida. Wenye wanasikia kama chini na pango. Roho Mtakatifu anaumia hiyo kitu. Alikabusha. Nasikia Roho Bwana ananiambia ugonjwa unakuachia. Ugonjwa unakuachia. Roho ananiambia kuna mtu anasimama financial. Kama kuna mtu amedondoka huko chini, unamsaidia na kuja huko mbele. Kuna mtu anapasha.
Mandarabakasira, Indarabakasaina, Matembea Roho Mtakatifu, hiyo Alemandobakasaina, Mandarabakasaina, 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 Indarabakasaina, hakuna imani itakuwa ya kawaida kama hakuna imani itakuwa ya kawaida Mungu aliniambia 2023 you are in the letter of revival. Wewe ni barua ya uamsho. Kila utakapokanyaga kuna kitu cha uamsho kinakutoka. Nami natamka katika jina la Yesu. Mandoro ya kasia kataya. Hali kataragadia. Tunaiongezea spina cha mtego wa kanisa. Ya raba ya shanga. Mandaraba kasia. Itaongezeka kidogo la Bwana. Itaongezeka kimaombe. Itaongezeka kidani. Itaongezeka kitonari kwa matenio. Mlezi wa chakula baba yangu katika huduma. Manda raba sikatosha. Mantele barakadia. Mando raba kasana. Shekira mahali ya marosi. Mamuna makatana gadesi. Rabuna nebekesia tayana. Katana gadia mande. Nasikia mwana ya Bwana. Mungu ni mbele ulio na semina hii ninakutamkia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Haijalishi ulikuja siku moja, hiyo baraka ya juu yako kwa jina la Yesu. Haijalishi ulikuja siku ya pili, hiyo baraka na mafuta ya semina iwe juu yako kwa jina la Yesu. Baraka ya siku ya tatu naitamka juu yako kwa jina la Yesu. Mwaka utamaliza kwa maumivu kwa jina la Yesu. Mwaka utamaliza kwa majonzi kwa jina la Yesu. Mwaka utamaliza ukama kwa jina la Yesu.
Yakaingia ndani ya roho zao, yakaingia ndani ya roho zao, yakatembea, yakawa ni ushuhuda. Umetangaza the season of laughter, watatoka wanatabasamu Mungu. Mimi nimeona, sijui wewe, mimi nimeona, sijui wewe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Amen. Haleluya. Tunashukuru sana Baba, asante kwa kutenga muda kuja kufundisha, kuelekeza namna gani ya kuomba Mungu kubariki. Asante pia kaka na baba pia Mungu akubariki na endelee kuongoza. Matangazo, kuna appreciation lakini tunaonyesha. Matangazo tulionayo ni kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Siku ya kesho ibada zetu zitakuwa zikiendelea kama kawaida. Itakuwa ni brothers and sisters gathering. Wadada tunakuja mahali hapa kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili. Alafu wakaka mnakuja kupata kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine ni kwamba Jumamosi tutakuwa na welcome freshers party, lakini pia na
pati ya sisi kama familia ya TAFES. Ili kufanikisha jambo hilo, tumeomba kuchangia shilingi 5,000 kwa first years. Lipa namba iko pale 5878 ni M-Pesa, na continuous tunatoa 10,000. Lipa namba iko pale pia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki na kukaribisha baba. Haleluya. Tunabarikiwa sana semina hii siku hizi tatu. Tumejifunza mambo mengi sana na mambo mengi mapya sana. Amina. Amen. Tuna appreciation kidogo, naomba tuanze sana kwa ajili ya siku tatu. Personally nimefunza mambo mengi sana katika maisha yangu. Nashukuru sana kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Amen. Wangapi tumebarikiwa? Haleluya. Amen. Kipekee sitaki kuongea wakati baba amekuja, ndio maana nimeomba nafasi ya kumaliza kabisa. Kipekee ninamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi ambayo alinipatia ya kuwa mahali hapa. Nilikuwa ninakuja na baba yangu, na Bwana Yesu alitusaidia kwenye nafasi ambayo tumefanya. Naamini Bwana Yesu ametubariki. Haleluya. Mimi binafsi, lakini pia najua baba anasema, lakini kama kuna mahali ambapo tumemisplace au tumemislead, jamani tusameheni. Haleluya. Lakini tunaiamini neema ya Bwana. Mungu abariki for the gift. Hii sio gift, na mimi ni sadaka na ni moyo wa upendo. Huwa nawaambia watu ya kwamba of course ya kwamba the highest revelation of this kingdom is love. Mungu kwenye mindset yake wakati anamleta mwanae, kilichosababisha ufalme wa Mungu uje duniani ilikuwa ni love, si ndio? So the highest revelation ni love kwenye ufalme. Kwa hiyo tukiendelea kupendana na kushikana, kuna mahali tutatokea. Haleluya. Mungu awabariki. Nimepokea. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. God bless you. Nashukuru sana kwa kutuhudumia for the very 3 days. Actually we do this sort sababu ya kulipa kila mtu kufanya, ila tunataka kuonyesha kwamba tunathamini vitu vya Mungu kwa kweli. Tunaendelea kubariki na kuwachunga na kuinua katika kufanya. Guys, lakini hakuna aliyekuwa anajua kwamba siku moja tutakuja kufanya kazi ya Mungu. Mimi personally sikuwa najua kama simanishi hapa TAFES maisha yangu yalivyoanza ya shule, sikuwa najua kama siku moja nitakuja kuwa mtumishi, lakini neema ya Mungu haina ubaguzi. Kitu ninaelewa kwenye maisha, lakini jambo la pili nimejifunza, neema ya Mungu inaweza kumfanya mtu ambaye kutokea kuwa si chochote na kwa yoyote. Niseme vitu viwili, rehema za Mungu na kibali cha Mungu kinaweza kumchukua mtu kutokea shimoni na kumweka mahali popote. Amen. Yes. Tuko hapa sio kwa sababu tunafunga sana, sio sababu tunaomba sana, sio sababu tunasoma sana neno kuliko wengine. It's only neema ya Mungu. Hiyo neema ya Mungu ndio inatusaidia kufanya kwa vitu vyote. So tukifunga ni kwa sababu ya neema, tukiomba ni kwa sababu ya neema, tukifanya chochote ni kwa sababu ya neema. Yes. Isikana ya fahamu kwa majina, mimi naitwa Pastor Thomas Chanzo Prosperity, ni mchungaji na mchunga kanisa hapa.
ukuta unaitwa Church Reality of Christ au CRC. Namshukuru Mungu kwa hizi siku 3 ambazo Mungu ametupa kutuhudumia. Mimi mwenyewe nimehudumiwa, nawe pia umehudumiwa. Kitu kimoja ambacho nimejifunza kutembea na Mungu kama miaka 10 hivi 11. Kitu kimoja ambacho nimejifunza kwa Mungu, the moment tunapomuonesha kiu na njaa, ndivyo the moment anakuja kujaza. The moment tunapomuonesha matarajio, ndivyo the moment anaendelea kujaza. Haijalishi namna unavyoonekana, haijalishi tabia zako zilikuwaje, haijalishi nini. Sometimes unaweza ukawa unapambana sana na kitu fulani, alafu kulala usiku ukifikiri kwamba Mungu atakuonyesha kitu ulichokosea, alafu Mungu anakuonyesha kitu kingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu upendo wake unazidi kila kitu. Nimejifunza kwenye maisha, hakuna chochote ambacho unaweza kufanya ili Mungu akupende, na hakuna chochote ambacho unaweza ukafanya ili Mungu asikupende. So the love of God is constant. Popote penye mistake, run faster to God. Mimi asikwambie hivi kwamba Mungu akupende. Mimi kwenye maisha nimeweka standard. Injili yoyote ambayo inanifanya niende mbali na Mungu, huwa niweka pembeni. Kwa sababu upendo wa Mungu huwa unavuta watu. Upendo wa Mungu huwa unavuta watu. Ukisikia huyu ni mwinjilisti, haina injili atafundisha, at the end of the day atawavuta hao watu akutane na Mungu. Ukiona anawafanya watu waende mbali na Mungu, kuna kitu kiko mahali. Jambo la mwisho, jifunze kuwa a student of the word. Na tuzungumza. Mimi nimeanza kukimbizana na Mungu nikiwa na miaka 17, 2013. So ni umri wa kawaida ambao unaweza kukutana na vitu vingi. Lakini katikati na siwezi kukwambia kwamba ilitokea tu hapa nikasimama. I tried. Unalazimisha, baadaye Mungu anakutanisha na watu tofauti, wanakutia joto, then you move on. Mimi nakwambia hivi kwamba ni swala la muda tu. Mwezi wa 5 ndani. Mimi Mungu kati ya assignment aliniambia tu wazalisha wakina Tom wengi. That is all of my assignment. Ninaitwa Thomas. Aliniambia ndio hivyo basi. So kuna watu wameitwa kutengeneza washirika, Mungu awabariki. Ila kuna wengine tumeitwa kutengeneza watu. Amen. Unanielewa? Yes. So Mungu awabariki sana. The last thing, kama kuna mahali popote ambapo hatujafanya vizuri, hatujafanya sawa, chochote ambacho hakijawa vizuri, please tunaomba msamaha kwa Mungu, lakini pia tunaomba msamaha kwenu. Biblia inasema nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi. Kama nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi, afu sameheaneni nyinyi kwa nyinyi, alafu mjifunze kuchukuliana nyinyi kwa nyinyi. So binafsi, regardless ni baba, regardless ni pastor, lakini kosa ni kosa. So tunasimama kama kuna mahali hatukufanya vizuri, please tunaomba mtusamehe. Zaidi sana kila ambacho tumekipokea ambacho Mungu amekirelease ndani hizo siku 3, tembea nacho mtumishi wa Mungu. Amen. Tembea nacho mtumishi wa Mungu. Si kila wakati unaweza kupata nafasi mtu akukulisha neno. So ninachotaka kusema hapa ni kitu gani? Yale mambo kama kuna wakati nilikuwa moto, sasa hivi siko moto, kuna wakati nilikuwa moto, achana nayo. Amua tu kutoka kwenye semina hii. You are moving forward and upward only. Anasema wao wangojao Bwana watapata nguvu mpya. Glory. Watapanda paa juu alafu watakimbia. Watapaa juu alafu watakimbia. So they moving forward and upward only. So we are moving forward and upward only. Glory. That is hiyo ndio lugha yako kwa jina la Yesu. Kwa masomo yako move forward and upward only. Kwa mambo ya kiroho yako move forward and upward only. Mungu awabariki sana. Mungu awakumbuke sana. Ukiona watu wanahudumiwa hivi ni kwa sababu mlikubali kupata wito kutoka kwa Mungu na kuunganisha. Mungu awabariki sana. Tuna maneno mengi lakini tusummarize tukisema tunashukuru sana. Otherwise I love you guys. Amen. I really see myself at the 25 mwezi wa kwanza nikipiga magoti hapa mbele yenu.